Mzigo unaanzia hapa. Anaonekana ni nguruwe mkubwa sana mwenye mapembe na mabawa makubwa kama popo. Ni mharibifu wa mazao katika kijiji kimoja. Baada ya kupokea majukumu, shujaa anayelinda mazao alijiandaa kupambana na nguruwe mwitu huyu mkubwa katika pambano la kufa na kupona, lakini akagundua kuwa mashambulizi yake yalikuwa kama akichokonoa tu ngozi. Kwa shida sana aliweza kumwamsha kutoka usingizini, lakini sekunde iliyofuata shujaa alinyakuliwa kwa nguvu zake za kutisha na kurushwa juu angani. Kwa bahati nzuri aliweza kujirekebisha na kutua juu ya mgongo wa nguruwe mwitu uliojaa manyoya magumu, lakini kabla hajasimama vizuri, nguruwe mwitu alinyoosha mabawa yake makubwa na kuruka angani kwa kasi ya ajabu. Mwili wake mkubwa na mzito wenye mabawa ulionekana wa ajabu na wa kuchekesha, na shujaa alisimama juu ya mgongo wa yule nguruwe kwa ujasiri mkubwa. Akatumia kamba yake aliyokuwa ameiandaa, akaitumia kwa ustadi kufunga bawa la yule nguruwe, wote wakiwa angani. Alifanikiwa kumfanya yule nguruwe apunguze kasi, lakini bado haikutosha. Akaendelea kuizungusha shingoni. Kilichobaki ni bawa moja la mwisho kulifunga ili aweze kumdhibiti nguruwe huyo. Alifanya kama awali, akafanikiwa kufunga bawa lingine la nguruwe mwitu. Shujaa alitumia nguvu zake kuvuta kamba kwa mikono yake. Nguruwe alilia kwa uchungu mara moja, kisha akakunja mabawa yake, akaanguka chini kama kombora. Cha kushangaza, chini yao kulikuwa na mji pekee wa karibu. Wakazi walipoona nguruwe ikianguka kama kombora, waliogopa na kukimbia hovyo. Kwa bahati nzuri, hakuna hatari yoyote iliyotokea nguruwe yule alipotua chini. Hivyo shujaa akawa amemdhibiti nguruwe mwitu huyo. Onyesho la kishujaa la shujaa huyo liliwafanya watu wote kushangilia na kupiga makofi. Ili kufuatilia na kusikiliza stori mbalimbali katika channel yetu, usisahau kusubscribe. Asante.